When this story of Torch ilianza, we all thought that it is just a jokes or rather drama zenye people from the Luya they normally do. And now, Wajackoyah also insisted that the torch that should be buried with Jirongo isinunuliwe Kenya. They should import that torch right from Nigeria. So hii ndio ikuje na sijui ilale kwa kaburi ya nani masaa mawili so that they can now place in Jirongo's coffin. Just listen to Wajackoyah. Kwa sasa mimi natembea tumeamua hivi. Natembea amesema watafute torch ya kuzikwa na nani? Na Jirongo. Na mimi naye nimesema hapana, hiyo torch inunuliwe Nigeria kule Enugu. Alafu ikapelekwe kwa kaburi ya mtu anaitwa Ojukwu wa Biafra War. Yeye ilale hapo kwa masaa mawili hivi. Hiyo torch ikifika hapa, nimeambia natembea tutaki eveready iwekwe ndani. Hataki ile makaa itafanya tochi yake sana. Kuna makaa tuweke mahali ndio tochi zima haraka watu wakufa. Until there, we all thought that this is just dramas that they're doing. Khalwale shocked the entire nation. Today, Khalwale arrived at Jirongo's compound with a torch ready to place it in Jirongo's coffin. Just watch. Fungia hapo tafadhali. Ndio vijana tafadhali. Naomba kwa security tafadhali stop. Tusikuje na fujo tafadhali. Pole pole. Tutulia hapa tafadhali. In case you are watching this channel for the first time, kindly please click that subscribe button, then allow the notification buttons to be on. Whenever you're producing a video like this one, YouTube will automatically giving you a notification. And to the subscribers, I really value for your support. Aside, there is some of the cultural activities that was skipped during Jirongo's burial. And as Luyas, some people say that some of these cultural activities, they may in any other way affect the family. In Luya land, any elderly person who has died hafai aingilie with the main gate. Lazima umtengeneze some of the gate yenye atapitia, and if ataingia with the main gate, that main gate itafanya kufungwa. But now Jirongo entered using the main gate, and these things bring a lot of commotion
yesterday, as you see in this clip. Tulikuwa airport wakatuletea hii maneno ati wazee wamekaa huko wamesema lazima wafungue geti. Mimi mwenyewe niliwakataza. Wakaniambia tu wamesema ati kama Cyrus yaingilii kule nyuma wataenda. But unfortunately we didn't have any elder from here. But anyway, sasa vile mimi najua. Mimi hapana mtoto. Cyrus is not a child. Hapana mtoto na boma yake na watoto wake na wajukuu. Akifika kwa boma kama hapa anaingilia kwa geti yake, anaingizwa ndani ya nyumba kwanza. Ndani ya nyumba yake. Wazazi watoto wake na familia yake wanafunguliwa mwili, wanaangalia kwanza familia peke yake ndani ya nyumba. Alafu tukishamaliza maneno ya familia, that's when we can now ask, kuna mahali pengine ambapo watu wengine wanaweza kufanya viewing. Au namna gani? Let us have order. Na tafadhali, hii kimila ambayo mnasema triki ilikuwa kimila ya zamani ya walio kutoka hata kwetu kule walikuwa nayo. But nobody is doing it anymore. Hao watoto wanajua kimila, wanataka kutufikirishia watoto wao baba yao kwa msitu huko. Watajua ni nini, kwa nini inafanyika. Na sisi tuko hapa watu wazima ambao walikuwa na Cyrus kwa miaka na miaka. Please. Na mimi naambia vijana yuko hapo, vijana wa Cyrus yuko hapo. Mbele. Na wazee hata kuna hapa kuna ile ndugu ya Cyrus mkubwa yuko hapo. Alfaya. Ndugu ya Cyrus yuko madada ya Cyrus hapa. Please don't allow to be pushed na mila ambayo hamtii. Tafadhali don't. Tupeleke Cyrus kwa njia mzuri. Tulikuwa tumepanga hivi vitu vizuri, watu wote wametoka, wazee wametoka, walia wote wamejitokeza kusindikiza Cyrus. Na tutakuja kuonekana kama sisi ambao tuko hapa si wajinga, watu ambao hawajui kitu kinaenda. Kwa hiyo sasa ile kitu itafanyika, driver utasongesha gari pale. Chairman, tutatolea tu hapa. Bebe pole pole. Basi tengeneza kule ndani mahali mesa ambayo ataweka mwili yake. Sawa. Tutaweka pale na tafadhalini watu ambaye sio familia. Tafadhalini msije mkasukumana kuingia ndani ya nyumba. Chairman, I want to caution the Tirikis who have come here. Wale wanataka kuharibu matanga ya Cyrus. Kwa dakika moja. Tafadhali msije. And there is speculation for those people who in any other way walichangia to his death. And the truth is not out until this time. And there is question that actually you as my viewer help me to think about it and give your view in comment section. Do you think that burying Jirongo with torch or rather doing any other fishy cultural practices in his casket will bring justice to family? And if not family, what if you were that the person who did these things that they are alluding to washajitengeneza, they know that okay, they will do whatever they do but nothing will happen. Then lawyers went ahead wafanya all these dramas tuna witness, then nothing happened. Sitakuwa tu, it was like a waste of time. Let's accept the situation the way it is. You know, it is hard to accept, but now, and also it is very difficult for a government to investigate itself, or rather any big fish in that government. It will be difficult for us to say that we need the investigation to be done to know what is the real cause of Jirongo's death. But now let's accept that the guy is normal and the guy was assassinated. And now the big problem is, as a nation, in which way are we going to protect ourselves so that tukuwe na siasa safi, then anybody can criticize the government, can do whatever he does without his life being threatened. That is the solution. Kwa sababu if this has happened, they go the bar with a torch, nothing happened. We have another
things that will happen, or rather we have another death that will happen. The same scenario, they will go ahead, they do what they want to do, then nothing happens. So itakuwa like we are wasting our times, so that we may get a solution from all these types of death of prominent leaders dying haphazardly in future. What is your thought, guys? Drop it in the comment section. I'll be doing my best to read it and giving you a response. And with that, guys, once again, peace and love. And with that, guys, thank you for choosing Kenya Political Brief as your primary news platform, more so on politics. Kindly please share this video to a friend. If politics is your passion, this is the place you really wish to be. Kindly subscribe. Bye bye.